كتاب الله يهذبنا العمل به كتاب الله Radio Nuru FM 94.5. Mimi naitwa Suleiman Ibn Hafidh, nipo naye mgeni wangu Abu Nabil Salim. Ni amiri wa kijiji cha sayansi ndani ya Qur'an, na leo ataweza kutuelezea miujiza wa sayansi ndani ya Qur'ani. Turudi ushatuelezea kwamba Qur'ani pia imeeleza kuumbwa kwa mwanadamu, kwa ndo tuko hapo. Qur'ani imeeleza kuumbwa kwa mwanadamu. Muujiza mkubwa sana wa Qur'ani katika hili ni kueleza habari hizi miaka 1400 iliyopita, kitu ambacho mwanadamu amekuja kukijua mwaka 1980. Hali iliyopelekea vitabu vya sayansi vikubwa duniani kubadilishwa. Kwa nini vimebadilishwa? Vilibadilishwa kwa sababu wanasayansi walikosea katika kuelezea kuumbwa kwa mwanadamu. Wanafunzi wa Kiislamu wa pale Saudia walichukua aya 23 za Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakampelekea mtaalamu wa embryology anaitwa Keith Elmo. Keith Elmo ni mtu ambaye anapozungumza kuumbwa kwa mwanadamu ama anapozungumza embryology, dunia inakaa kimya, inasikiliza nini anazungumza. Ni mwanasayansi mkubwa anayokubalika. Wakampelekea aya za Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamwambia Keith Elmo, Qur'ani yetu sisi na taaluma yako imeeleza hivi, usitudanganye. Pale ambapo Qur'ani imekosea tuambie Qur'ani hapa imekosea, na pale ambapo Qur'ani imepatia utuambie bwana hapa Qur'ani imepatia. Keith Elmo akakaa na Qur'an kwa miaka 3 mfululizo. Baadaye akaja na conclusion akasema 80% ya kile ambacho Qur'an imekieleza na taaluma yangu mimi is true, ni kweli. Akasema 20% iliyobaki siwezi nikatoa comment kwa sababu sifahamu, sijui kitu gani kinachoendelea. Akaulizwa wapi? Akasema katika Qur'an sura 96 aya kwanza, ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Mwanadamu ameumbwa kutokana na alaq. Mimi sijui alaq ina maana gani. Alaq ina maana tatu. Kwanza ina maana something which cling, kitu ambacho kinaning'inia. Ina maana leech ni kama ni mnyama unaokaa kwenye ngozi ya ng'ombe, inaitwa kupe nafikiri. Alafu maana ya tatu ni kipande cha damu, blood clot, kipande cha damu. Kwa bwana alipopewa maana za alaq, akaangalia zile maana za alaq na kile ambacho kimeelezwa katika Qur'an. Akagundua nini? Akakuta zile maana mbili, yani blood clot, kipande cha damu, it's okay, ni sahihi kwa sababu ile mimba inapoanza inakuwa ni kama kipande cha damu. Alafu maana ya pili something which cling, kitu ambacho kinaning'inia, kwa sababu zinapotoka zile sperm zinapokuwa zimeshaungana, na maana zile mbegu na yeye zinapoungana zinatembea, zinafika sehemu zina cling, zinaning'inia. Akawaomba watu wa zoology department, idara ya wanyama, wamletee picha ya leech, ya kile kidudu kile. Halafu akaenda katika mimba ya mwanamke, akachukua mimba inavyoanza, na maana akachukua picha ya leech ya kale kadudu, halafu akachukua mimba ya mwanamke zinavyoanza, ili aangalie namna gani vinafanania. Qur'ani maana yake ndio ilivyosema hivyo. Anasema ule mtaalamu wa sayansi ya kwamba alipoletewa vile vitu katika meza yake, anasema I was astonished by strictly resemblance, nilichanganyikiwa kutokana na ule mfanano wa ajabu. Allahu. Sasa huyu bwana akaomba aende Canada akazungumze. Kufika Canada akazungumza. Kabla hajazungumza chochote akasema naomba Waislamu waniazime Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam niziandike katika kitabu changu. Kitabu kinaitwa The Developing Human, kitabu ambacho kimetungwa na mwandishi mmoja, kimepata tuzo ya kitabu bora, na ndio kitabu kinachofundishwa wanafunzi wa medical school kwa baadhi ya shule za Ulaya. Ndani yake kina Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pleasure for me to help clarify statements in the Quran about human development. It is clear to me that these statements must have come to Muhammad from God or Allah, because almost all of this knowledge was not discovered until many centuries later. This proves to me that Muhammad must have been a messenger of God or Allah. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.